Unajiuliza kwa nini baraka zako zinachelewa bila sababu ya wazi? Inawezekana kuna vikwazo vya kiroho vinavyozuia kimya kimya. Katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kuvunja vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha baraka zako. Jambo la msingi unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie jinsi ya kuvunja vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha baraka zako. Namba moja, tambua chanzo cha kikwazo chako. Vikwazo vya kiroho haviji tu bila sababu. Wakati mwingine vinatokana na maamuzi ya zamani au makosa ya kiroho uliyoyafanya bila kujua. Lakini pia vikwazo vinaweza vikasababishwa na laana za kifamilia zinazotembea kutoka katika kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Lakini pia vikwazo vya kiroho vinaweza kusababishwa na maombi ambayo hayajaambatana na toba ya kweli. Kwa hiyo kabla hujavunja, lazima ujue chanzo. Ukijua mzizi, utaondoa tatizo la kiroho kwa nguvu ya Mungu. Hili ni jambo la kwanza, jinsi ya kuvunja kikwazo cha kiroho kinachochelewesha baraka zako. Lazima utambue chanzo cha kikwazo chako. Je, kikwazo hicho kimetokana na nini? Chanzo chake nini? Je, chanzo chake ni maamuzi ya zamani au makosa ya kiroho uliyoyafanya bila kujua, au laana za kifamilia, au maombi ambayo hayajaambatana na toba ya kweli? Ni muhimu, ili uweze kuvunja chanzo cha kiroho kinachozuia baraka zako, ni muhimu kutambua kwanza chanzo cha kikwazo hicho. Kikwazo hicho kimesababishwa nini? Kwa sababu ukitambua chanzo cha tatizo, basi utaweza kukiondoa kwa nguvu za kimungu kirahisi kabisa. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili uweze kuvunja kikwazo cha kiroho kinachochelewesha baraka zako, ni lazima utambue chanzo cha kikwazo chako. Lakini jambo la pili, jinsi ya kuvunja kikwazo cha kiroho zinazochelewesha baraka zako, fanya maombi ya vita. Haya si maombi ya kawaida, ni maombi ya kivita ya kumshambulia shetani na roho zinazochelewesha. Omba kwa mamlaka, tumia neno la Mungu kama upanga. Sema, kila kizuizi cha kiroho kinachochelewesha baraka zangu na kivunja katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo unapoomba kwa imani na mamlaka, nguvu za giza huvunjika na kusambaratika. Kwa hiyo ni muhimu ufanye maombi ya vita ili uweze kuvunja kila kikwazo ambacho kinachelewesha baraka zako. Fanya maombi ya vita, omba, sema, katika jina la Yesu, kila kikwazo ambacho kimesimama kwenye maisha yangu kuzuia baraka zangu, ninakisambaratisha kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ninakivunja katika jina la Yesu Kristo. Tumia mamlaka, omba, fanya maombi ya vita ili uweze kuvunja kila kikwazo cha kiroho kinachozuia au kinachochelewesha baraka zako. Fanya maombi ya vita. Maombi ya vita yanakusaidia kuondoa kila aina ya kikwazo ambacho kipo kwenye ulimwengu wa kiroho, kila aina ya kikwazo ambacho kimekaa kuzuia baraka zako. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana. Fanya maombi ya vita ili uweze kuondoa kikwazo cha kiroho kinachozuia baraka zako au kinachochelewesha baraka zako. Fanya maombi ya vita, maombi ya kumshambulia shetani, maombi ya kushambulia mawakala ya kishetani, maombi ya kushambulia ulimwengu wa giza, maombi ya kushambulia. Kwa hiyo fanya maombi ya vita. Kwa hiyo maombi ya vita haya si maombi ya kawaida, ni maombi ya kivita yanayomshambulia shetani na roho zinazochelewesha. Unatumia neno la Mungu. Imeandikwa, neno la Mungu ni upanga ukatao kwili, nami nauachilia upanga kwenye ulimwengu wa kiroho, ninafyeka mashetani wote, majini wote, vinyamkela vyote na vifyeka kwa damu Yesu. Kila aina kizuizi na kiondoa kwa damu Yesu. Imeandikwa, neno la Bwana ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande, nami ninavunja kila vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha baraka zangu, ninavivunja kwa damu Yesu. Kwa hiyo unaomba kwa kutumia mamlaka. Maombi ya vita yanamshambulia shetani pamoja na mawakala zake. Maombi ya vita yanashambulia kila aina ya vikwazo, yanaharibu. Kwa hiyo ili uweze kuvunja vikwazo vya kiroho vinavyochelewesha baraka zako, fanya maombi ya vita. Pata muda, fanya maombi ya vita. Unafanya maombi ya vita, unatumia neno la Mungu
unalitumia neno la Mungu, unataja andiko unalitumia kwenye maombi. Kwa hiyo unaweza kaomba unasema, imeandikwa neno la Bwana ni nyundo ivunjayo moyo vipande vipande, katika jina la Yesu nami naendea kila aina kikwazo ambacho kimekaa kwenye maisha yangu, kimekaa kwenye biashara yangu, ninakivunja kwa damu Yesu, ninakisambaratisha kwa damu Yesu. Kikwazo kilichokaa kwenye familia yangu, kikwazo kilichokaa kwenye kazi yangu, kikwazo kilichokaa kwenye ndoa yangu, ninakisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ili uweze kuvunja vikwazo ambavyo vinachelewesha baraka zako, fanya maombi ya vita. Lakini jambo la tatu, omba toba ya kweli. Watu wengi wanataka baraka lakini hawajafanya toba ya kweli. Kuna dhambi zinaweza kuzuia milango yako ya baraka, mfano kuwa na wivu au kinyongo au kiburi, hasira au kutokusamehe. Toba humfanya Mungu asafishe njia zako. Siku zote toba ya kweli huondoa kila aina ya kizuizi. Kwa hiyo ili uweze kuvunja vikwazo vinavyochelewesha baraka zako, omba toba ya kweli, fanya toba ya kweli, omba msamaha mbele za Mungu, kwa sababu zipo dhambi usipotubu zinaweza zikachelewesha baraka zako. Kwa hiyo pata muda wa kuomba, fanya toba ya kweli, omba toba ya kweli mbele za Mungu, mwambie Mungu akusamehe, mwambie Mungu nakuja mbele zako, nimekukosea. Anza kuomba, shuka mbele za Mungu, mwambie Mungu naomba unisamehe sehemu yote nilipokosea, kwa kujua au kwa kutokujua. Mungu naomba unisamehe, najitakasa kwa damu Yesu, najitakasa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo jambo la msingi sana, omba toba ya kweli mbele za Mungu, mwambie Mungu akusamehe sehemu yote ulipokosea, kwa kuwaza, kwa kunena au kwa kutenda. Mwambie Mungu akusamehe. Fanya maombi ya toba ya kweli, kwa sababu zipo dhambi usipotubu, hizo dhambi zinageuka kuwa kizuizi, zinakuchelewesha kupokea baraka zako. Lakini namba 4, fungua kinywa chako na uanze kukiri ushindi. Kuna nguvu kubwa katika kutamka. Kikaa kimya, shetani hutawala, lakini ukianza kutamka ushindi wako, baraka zinaanza kutiririka. Sema kila siku, ninafungua milango yangu ya baraka, hakuna kizuizi cha kiroho kitakachonizuia tena, katika jina la Yesu. Maneno yako ni silaha ya kiroho. Haya ni mapambano ya imani, sio ya kimwili. Kwa hiyo jambo la msingi, fungua kinywa chako na uanze kukiri ushindi. Anza kukiri ushindi. Unaanza kukiri kila siku, anza kukiri, unasema katika jina la Yesu, hakuna kizuizi kitakachonizuia, hakuna kizuizi kitakachonichelewesha. Maneno ni silaha ya kiroho, maneno yanaumba, maneno ni silaha ya kiroho, maneno yana nguvu. Lakini jambo la 5, sambaratisha vifungo vya kiagano vya giza. Kuna watu wanashikiliwa na mikataba ya kiroho walioingia bila wao kujua, kupitia ndoto, mapenzi ya zamani au maneno ya laana. Omba kwa kusema, kila agano lililowekwa juu yangu lisilokuwa la Mungu nalivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sambaratisha vifungo vya kiagano vya giza. Watu wengine wameingia maagano kupitia ndoto, lakini wengine wameingia maagano kupitia mapenzi, kupitia mahusiano ya kimapenzi. Alienda akalala na mtu fulani, akaingia maagano na mtu fulani, lile agano limesimama kuchelewesha baraka zako. Kwa hiyo kitu cha msingi, sambaratisha vifungo vya kiagano vya giza. Anza kuvisambaratisha katika jina la Yesu. Unasema, kila agano lililowekwa juu yangu, kila agano lililoingia ambalo lipo kinyume na Mungu, agano lote lililoingia ambalo lipo kinyume na Mungu bila mimi kujua, ninalivunja katika jina la Yesu, nalisambaratisha kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo sambaratisha vifungo vya kiagano vya giza. Lakini jambo la 6, fungua milango ya baraka kwa njia ya sadaka. Sadaka ni silaha ya kiroho inayoweza kufungua baraka zilizofungwa. Kwa hiyo sadaka ya imani huinua sauti mbele za Mungu zaidi ya maneno. Wakati mwingine Mungu anataka zaidi ya maneno. Wakati mwingine Mungu anataka kuona kama moyo wako uko tayari kuachilia, ndipo akuachilie. Kwa hiyo fungua milango ya baraka kwa njia ya sadaka. Toa sadaka, sadaka ina nguvu. Lakini jambo la 7, pata muda wa kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Siku zote neno la Mungu ni nyundo inayovunja kuta za kiroho. Kwa hiyo pata muda wa kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha inayovunja kuta, vizuizi vya kiroho. Kwa hiyo pata muda wa kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Lakini jambo la 8, fanya vita kila siku. Vikwazo vya kiroho haviondoki kwa siku moja, ni vita vya kila siku.
Uvumilivu wako ni ushahidi wa imani. Endelea kuomba, kufunga na kumtumaini Mungu. Kila siku unapovunja vikwazo, unakaribia hatua moja zaidi kwenye baraka zako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini, andika nimejifunza zaidi. Lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Nikutakia wakati mwema na kupenda sana.